For this Sunday, Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili hii. and I want to thank God that you're here. Nataka pia kumshukuru Mungu maana uko hapa. Therefore, turn around, welcome your neighbor, let them feel at home. Kwa hivyo geuka upande huu na huu, kumsalimie jirani, mwambie ajihisi nyumbani. As you turn your Bibles to 2 Peter chapter 1. Unapogeukia Biblia yako kwa waraka wa Petro wa kwanza. 2 Peter chapter 1. Waraka wa Petro wa pili, mlango wa kwanza. And I want to read 3 verses and then you can sit down. Alafu nitasoma mistari mitatu kisha mtaketi chini. So, 2 Peter chapter 1 verse 1 to 3. Waraka wa Petro wa pili, mlango wa kwanza 1 mpaka 3. And if you don't have a Bible, you can read what's on the wall. Na kama hauna Biblia unaweza soma maandishi ambayo yameonyeshwa kwenye runinga yetu. Simon Peter, a servant of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Verse 2, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. And the last verse, his divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye dhamani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani iongeze katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Thank you. As you sit down, I want you to tell your neighbor that we are equipped for every godly life. Unapoketi chini, mwambie jirani tumewekwa tayari kwa ajili ya maisha yote ya kiungu. We are equipped. Sisi tumewekwa tayari. And if today you miss anything I say, na ikiwa leo utakosa chochote nitakachosema, what I want you to take home is that you are complete, you are okay, you are equipped, you are complete. Nataka uchukue ni kwamba wewe uko sawa, umekamilika na wewe uko sawa. Yeah, I think the praise and worship, they waited for so long, but thank you, we appreciate your service. Nadhani kikundi cha sifa na ibada walingoja kwa muda na tunashukuru kwa ibada yenu. Christmas has always been a season when we remember the birth of our Lord. Christmas imekuwa ni msimu ambao tunakumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu. And in my community, one signature of Christmas was chapati. Na katika jamii yangu ishara moja ya Christmas ilikuwa ni chapati. Chapati was very glorious. Chapati ilikuwa na utukufu wake. We used to eat it once in a year. Tulikuwa tunaikula mara moja kwa mwaka. Mostly during Christmas season. Sana sana katika majira ya Christmas. What I see today is that Christmas has lost its glory. Na naona sasa hivi Christmas imepoteza utukufu wake. The chapati my mom used to make. Zile chapati mama yangu alikuwa akitengeneza. And they used to help one another with my auntie. Na walikuwa wanasaidiana na shangazi yangu. And it was the big chapatis. Na ilikuwa chapati kubwa. And when you tear the chapati, there were other chapatis inside. Na ulipokuwa unararua ile chapati kulikuwa na chapati zingine ndani. And in those days we used to go to church because I used to go to AIC church. Na hiyo wakati tulikuwa pia tunaenda kanisani maana tulikuwa tunaenda katika kanisa ya AIC. We used to recite verses and we were given spoons and cups and plates. Tulikuwa tukikariri mistari ya Biblia na tunapewa vikombe, sahani na vijiko. That was a good time in Sunday school. Na hiyo ilikuwa wakati mzuri kule Sunday school. Because at home we used to use our fingers to eat. Kwa sababu kule nyumbani tulikuwa tukitumia vidole vyetu kula. And therefore,
Right now, I remember those days with nostalgia. Na sasa hivi nakumbuka hizo siku nikiwa natamani. You know, I've observed the way we have celebrated our Christmas here. Nimetazama jinsi tunasherehekea Christmas yetu huku. Pastor Charlene made sure that she went to Kongowea to buy fruits to make fresh juice. Mchungaji Charlene alihakikisha ameenda Kongowea akanunua machungwa akatengeneza juice baridi nzuri. I was told to buy chicken and meat. Niliambiwa ninunue kuku na nyama. And one of my sons does not think Christmas is Christmas if there are no sausages. Na kuna kijana wangu mmoja hafikiri kama Christmas ni Christmas kama hakuna sausage. So Mwendo must make sure we buy sausages. Kwa hivyo Mwendo lazima hakikishe tumenunua sausage. And when we were eating, I told them about our days of Christmas. Na wakati tulipokuwa tukila niliwaeleza kuhusu siku zetu za Christmas. We didn't buy them any new clothes. Hatukuwanunulia nguo mpya. Not even shoes. Hata viatu. But there was food. Lakini kulikuwa na chakula. And we never ate a chapati. Yesterday, Pastor Charlene had mercy on us. She made chapatis for us. Hatukukula chapati yote, lakini jana mchungaji Charlene alikuwa na rehema kwetu na akakutengenezea chapati. The house girl is away. She's doing a lot of work. We only come to help here and there. Msaidizi wa nyumbani hayuko, lakini anakuja kusaidia hapa na pale. So she was merciful, mostly to me, because I wanted the chapatis. It's Christmas. Alituhurumia sana sana kwangu maana alitaka zile chapati kwa sababu ni Christmas. But what does Christmas mean to you? Je, Christmas yamaanisha nini kwako? You know, do you have to have those new clothes for you to enjoy Christmas? Je, inafaa ukuwe na hizo nguo mpya ili ukaweze kuburudika katika Christmas? I've seen people drinking and drinking and drinking. Nimeona watu wakinywa na kunywa na kunywa. But for us, Christmas, we remember Jesus. Lakini kwetu sisi Christmas tunamkumbuka Yesu. Our Lord who was born. Bwana wetu ambaye alizaliwa. And I want to speak about Jesus Christ as a foundation of our lives. Nataka kunena kuhusu Yesu Kristo kama msingi wa maisha yetu. Simon Peter, the disciple, is writing to us who have the same faith with him about Jesus Christ. Simoni Petro anaandika kwetu tulio na imani sawia na yake kuhusu imani katika Yesu Kristo. When he's writing, he introduces himself as Simon Peter. Anapoandika waraka huu anajitanguliza kama Simoni Petro. You know the name Simeon means someone shaken like a reed. Wajua neno Simoni inamaanisha ni mtu aliyetingizwa kama tawi. He is easily swayed. Yeye anaweza pelekwa huku na kule haraka. He is like a shifting sand. Yeye ni kama mchanga unaosonga kutoka mahali pamoja hadi kwingine. And Jesus was able to call him and change him from Simon to Peter the rock. Na Yesu aliweza kumuita na kumbadilisha kutoka Simoni akakuwa Petro ambaye ni mwamba. The interaction of Simon with Jesus turned him into Peter. Ile mahusiano ya Yesu na Simoni ilimgeuza akafanyika Petro. So Simon Peter, he also calls himself a servant. Kwa hivyo Simoni Petro pia anajiita mtume. Servant. Mtume. No. Mtumwa. Thank you. In other words, he doesn't have a choice for himself. Kwa maneno mengine hana chaguo kwake yake mwenyewe. Servants, slaves, bond slaves did not have a choice of their own. Watumwa walikuwa hawana chaguo lao wenyewe. And he says that he is a servant of Jesus Christ. Na anasema yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo. Because he's a servant of Jesus Christ, he doesn't do what he likes, he does the will of his master. Kwa sababu yeye ni mtumwa wa Yesu, hafanyi kile ambacho anataka yeye ila anafanya mapenzi ya Bwana wake Yesu. And Jesus told him, na Yesu akamweleza, you are Simon, wewe ni Simoni, but I'm calling you the rock, Peter. Lakini mimi ninakuita Petro, mwamba. And upon this rock I will build my church. Na juu ya mwamba huu mimi nitajenga kanisa langu. Peter says he's a slave. Yesu alisema ni mtumwa. Peter says he's a slave. Petro alisema yeye ni mtumwa. A slave of Jesus Christ. Ni mtumwa wa Yesu Kristo. And as he calls himself a servant,
he brings in humbleness. Na anapojiita mtumwa analeta ile kunyenyekea. He's humble. Yeye ananyenyekea. He's a bond servant. Yeye ni mtumwa ambaye ananyenyekea. He's a bond servant. Yeye ni mtumwa ananyenyekea. And I borrow a lot from him. Na ninapata kujifundisha mengi kutoka kwake. Because some of us, as we begin to serve Christ, we think we are very special. Na kwa sababu wengine wetu tunapoanza kumhudumia ama kumtumikia Kristo, tunadhania kwamba sisi ni watu speciali sana. I am in a list of some people and I see the way they call themselves. Prophet so and so. Apostle so and so. Great man of God so and so. Niko katika orodha ya watu na naona jinsi wanavyojiita mtume fulani fulani, nabii fulani fulani, wanajiita majina makuu. Many great servants of the Lord in the Bible, they were humble. Watumishi wengi wa Mungu katika Biblia walikuwa wanyenyekevu. Imagine if Elijah came live today. Hebu fikiria Elijah angekuja sasa hivi. The one who is able to call fire, chap chap, to finish you. Yule ambaye anaweza kaita moto hapo kwa hapo ukumalize. What would he call himself and what would he call his church? Angejiita nani na mngeitaje kanisa lake? Bond servants of Christ, there has to be humbleness in us. Mtumwa ambaye ni mnyenyekevu wa Yesu anafaa akuwe na unyenyekevu ndani mwake. If we believe in Jesus Christ, ikiwa tunaamini ndani ya Yesu Kristo, where is the humility that comes from the cross? Je, uko wapi unyenyekevu unaotokana msalabani? Why do you feel you're more righteous than others? Mbona unajihisi ya kwamba una haki sana kushinda wengine? Why do you carry around the holier than thou attitude? Kwa nini unabeba ile hisia ya kwamba wewe ni mtakatifu kushinda wote? But even as he introduces himself, na hata anapojitanguliza, he also says he's the apostle of Jesus Christ. Anasema pia yeye ni mtume wa Yesu Kristo. He does not forget the commission that Jesus Christ gave him. Yeye hajasahau ule mwito ambao Yesu Kristo alimpa. We are living in the dispensation of the new covenant. Tunaishi katika nyakati za agano jipya. We are talking about the New Testament of our Lord Jesus Christ. Tunaongea kuhusu agano jipya Bwana wetu Yesu Kristo. We are talking about the new covenant of our Lord. Tunaongea kuhusu agano jipya ya Bwana wetu. The people who are at the forefront, who ushered this covenant, one of them was Peter. Na watu ambao walikuwa mstari wa mbele kuanzisha ili agano, mmoja wao ni Simoni Petro. An apostle is someone who received the doctrine from the author himself. Na mtume ni mtu ambaye alipokea maagizo kutoka kwa mwanzilishi mwenyewe. He was commissioned by Jesus himself. Yeye alipewa mwito na Yesu mwenyewe. Direct from Jesus. Moja kwa moja kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. And the working of miracles followed the confirmation of his ministry and mission. Na kutenda miujiza ilikuwa thibitisho ya mwito wake. In other words, this calling is divine. Kwa mambo mengine mwito huu ilikuwa ni ya kiungu. And the authority to preach the gospel comes from Jesus Christ himself. Na mamlaka ya kuhubiri injili ilitoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. As a pastor, kama mchungaji, as a minister of the gospel, kama mtu wa kuhubiri injili, I cannot forget what the apostle is writing to us. Siwezi nikasahau kile ambacho mtume anaandika kwetu. But my calling does not come from the human being. Lakini mwito wangu hautoki kwa mwanadamu. My commissioning comes from Jesus Christ. Mwito wangu unatoka kwa Yesu Kristo. And though Peter went, na hata kama Petro alienda, we are the ones who are here today. Sisi ndio tuko hapa siku ya leo. He did his work. Alifanya kazi yake. He completed his work. Alikamilisha. He went to receive a crown. Alienda kupokea taji. Now it is not Peter. Na sasa si Petro. It is not John. Si Yohana. It is not Matthew. Si Mathayo. It is you and me. Ni wewe na mimi. To bridge the gap. Tuweze tukalijaze ile pengo. To take up the position. Tukachukue ile nafasi. Because Jesus Christ is looking upon us to do the work. Kwa sababu Yesu Kristo anatutazama sisi tukaikamilisha kazi ile. And what does he say? Na anasema nini? He's writing to us. Anatuandikia sisi. We who have received a faith as precious as that one Peter received. Sisi ambao tumepokea imani yenye dhamani kama ile Petro alipokea. He's writing to us. Anatuandikia. Believers.
sisi waumini. And he's telling us we have the same equal faith that the apostles received. Na anatuambia ya kwamba tuko na imani sawia na ile watume walipokea. They received, they believed the Lord. Walipokea na wakamwamini They Bwana. received a faith. Walipokea imani. That faith is the same one we have. Hiyo imani ile ndiyo ile sisi tuko nayo. When he writes to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Anapotuandikia sisi tuliofanyika wenye haki kwa sababu tumepokea imani kama ile yake. This faith we have is a faith that overcomes the world. Hii imani tuliyo nayo ni imani ambayo inashinda ulimwengu. Who is it that overcomes the world? Ni nani anayeushinda ulimwengu? He who believes that Jesus is Lord. Yeye anayeamini kwamba Yesu ni Bwana. This is a precious faith. Hii ni imani yenye thamani. And Peter wrote this many years ago. Na Petro aliweza kuandika mambo haya miaka That if we have received Jesus Christ, ya kwamba ikiwa umempokea Yesu we Kristo, have a precious faith. sisi tuna imani yenye thamani Equal to the apostles' faith. iliyo sawia na ile imani ya It has not changed. yeye hajabadilika. Salvation is not based on status. Ile wokovu haikui kulingana na kiwango chako. Salvation does not is not based on background. Ile wokovu hailingani na mahali unakotoka. Salvation is not based on religious heritage. Wokovu hailingani na ile kitu ambacho umepata kutokana na dini. It rests on Jesus Christ alone. Inategemea kwa Yesu Kristo mwenyewe. It rests on Jesus Christ. Inakuwa ni juu ya Yesu Kristo mwenyewe. Jesus is a foundation. Yesu ndiyo msingi. Peter was a minister. Petro alikuwa ni mhuduma. Jesus is a savior. Yesu ni mwokozi. He is God. Yeye ni Mungu. Peter calls him the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Yeye Petro anamuita mwenye haki wa Mungu na mwokozi Yesu Kristo. I repeat that again. Nitarejelea hiyo tena. Peter calls him God and Savior Jesus Christ. Petro anamuita Mungu na mwokozi Yesu Kristo. And therefore the faith we have received, kwa hivyo imani ambayo tumeipokea, this precious faith, hii imani yenye thamani, it rests on Jesus Christ alone. Inamhusu ama inakuwa juu ya Yesu Kristo peke yake. So stop comparing your faith. Kwa hivyo wacha kulinganisha imani You're yako. comparing your faith with others. Unalinganisha imani yako na wengine. You are not disqualified. Wewe umetoshelezwa. You are not disqualified. Wewe haujaondolewa. You belong. Wewe uko mahali pale. We do not attain salvation, we receive salvation. Sisi hatupati wokovu, tunapokea wokovu. We receive. Tunapokea. It is a gift given to us. Ni karama ambayo inapewa kwetu sisi. For those who believed in him, kwa sisi ambao tumemwamini yeye, he gave them the right to become the children of God. Aliwapa haki ya kufanyika wana wa Mungu. We believe with our hearts, tunaamini kwa mioyo yetu, and we confess with our mouth, na tunakiri kwa vinywa vyetu, that Jesus is Christ, ya kwamba Yesu ni Kristo, to the receiving of salvation. kwa kupokea ile wokovu. This is Peter speaking. Huyu ni Petro ananena. That our faith is precious. Ya kwamba imani yetu ni ya thamani. Now when you start comparing your salvation and your faith with others, you're making an error. Wakati unaanza kulinganisha imani yako na wengine, wewe unakosea. Our acceptance with God is not our righteousness, but his righteousness. Kukubalika kwetu na Mungu si sisi kuwa wenye haki, lakini ni yeye kuwa mwenye haki. And what does he say in verse 2? Na anasema nini katika mstari wa pili? Grace and peace be multiplied to you. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe. I like NIV. Napenda hiyo NIV. Multiplied. Imeweza kuongezwa. What needs to be multiplied? Nini kinafaa kuongezwa? Grace and peace. Neema na amani. From this verse then I can conclude. Kutokana na mstari huu basi ninaweza nikasema, you can have little grace, I can have more grace. Unaweza kuwa na neema ndogo na mimi niwe na neema kubwa. Grace and peace be multiplied to you. Neema na amani kaweze kuongezwa kwenu. The version says grace
and peace be in abundance. Na katika Biblia ingine inasema neema na amani ikawe katika utele. In other words, we are supposed to be living in the plentifulness of grace and peace. Kwa mambo mengine tunafaa kuishi katika utele wa neema na amani. This grace must abound. Neema hii lazima ipatikane. And the peace must abound. Na amani pia iwepo. And Jesus Christ said, na Yesu Kristo anasema, peace I give unto you. Amani nawapa nyinyi. It is written in the Bible that Moses came with the law, but Jesus Christ came with grace. Imeandikwa katika Biblia ya kwamba Musa alikuja na sheria, lakini Yesu alikuja na neema. And this grace and peace is received by faith in Christ Jesus. Na neema hii na amani hii inapokelewa kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo. And what does Peter show us how to receive more grace and peace? Na Petro anatuonyeshaje jinsi ya kupokea neema tele na amani tele? Through the knowledge of God and Jesus our Lord. Kupitia kumfahamu Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus Christ our Lord. Na neema na amani ikaongezwe kwenu katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Then I can conclude from this scripture. Halafu naweza sema kutokana na haya maandiko. The more knowledge I have about God and Jesus Christ, then more grace and peace is available for me. Jinsi ninavyokuwa na ufahamu au kumjua Yesu Kristo zaidi na zaidi, ndivyo hivyo ninakuwa na neema na amani tele. Apostle Peter is wishing us yule mtume Petro anatutakia sisi that this grace and peace be multiplied in abundance through the knowledge of Jesus Christ in our lives. Ya kwamba neema hii na amani hii kaongeze kwetu kwa utele kwa kupitia kumjua na kumfahamu Yesu Kristo katika maisha yetu. Then I can say, kwa hivyo ninaweza nikasema, God intends believers to live out of spiritual fullness, not scarcity. Kwa hivyo Mungu anakusudia waumini kuishi katika kujazwa katika roho na sio kukosa. And when we talk about knowledge of Jesus Christ our Lord, na wakati ninaongea kuhusu kufahamu au kumjua Yesu Kristo, it is not knowledge that is intellectual. Si ile ufahamu wa kusomea. It is relational. Ni ile ufahamu wa uhusiano. Let me explain. Wacha nikaeleze. Some of you who are supporters of Man U and Arsenal, wengine wenu ambao ni wanaunga mkono vile vilabu vya Man U na Arsenali, those players, if we brought that in examination, you'll all pass. Tukileta maswali kuhusu hao wachezaji kwa mtihani, nyinyi wote mtapita. Who is the top scorer? You'll tell us his feet, his height, his weight, how many goals he scored. Yule mwenye kufunga mabao mengi utaniambia kimo chake, vile alivyo na amefunga mabao mangapi. That is only intellectual. Hiyo ni uko nayo katika akili zako. What is relational? Gani ya uhusiano? I know Mercy. Ninamjua mchungaji. I have a number. Nina nambari yake. I know the son, Tyrone. Ninajua mwanawe Tyrone. I know where she lives. Namjua anapoishi. I know what she does in church. Ninajua anafanya nini kanisani. This is relational. Hii ni uhusiano. I can call her. Ninaweza nikampigia simu. But let's come to the president of this country. Lakini wacha tukuje kwa yule rais wa nchi hii. My knowledge about him is only intellectual. Ufahamu wangu kumhusu yeye ni katika akili zangu tu. I read his philosophies. Ninasoma filosofia yake. I read the things he's done. Ninasoma kuhusu mambo ambayo ametenda. But he doesn't know me. Lakini hanifahamu mimi. And I don't know him. Na mimi pia simfahamu. Now when you talk about the knowledge of God and Jesus Christ, it is not intellectual. Wakati unaongea kuhusu kufahamu Yesu, Mungu kupitia Yesu Kristo, si kwa akili zako. The grace and peace abounds when we have a relationship with Jesus. Neema na amani inakuwa kwa utele wakati tunakuwa na uhusiano na Yesu. He knows your pains. Anajua uchungu wako. You tell him your fears. Unamweleza kuhusu hofu zako. Why? Kwa nini? You relate with him.
kuna uhusiano na yeye. There are very many people too talk about God. Kuna watu wengi tu wanaongea kumhusu They Mungu. talk about prayer, Wanaongea kuhusu maombi. but they don't pray. Hawaombi. They don't cry before Jesus. Hawalii mbele ya Yesu. They don't worship him. Hawamwabudu. They don't fear him. Hawamwogopi. They don't respect him. Hawamheshimu. The way we respect God is by obeying. Jinsi ya kumheshimu Mungu ni kupitia kumtii. The highest level of worship is obedience. Kiwango kikuu cha kuabudu ni katika kutii. And one of the prophets said Na mmoja wa manabii alisema that we give lip service, ya kwamba tunapeana huduma ya mdomo tu, but our hearts are very far away. lakini mioyo yetu iko mbali sana. Peter is saying, Petro anasema for this grace and peace to abound in our lives, kwa neema hii na amani hii kupatikana katika maisha it yetu, comes through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. inakuja kupitia kumjua ama kufahamu Mungu na Yesu Kristo Bwana wetu. That is what he's saying to us this morning. Hivyo ndivyo anatueleza asubuhi ya leo. So in the first verse, he introduced himself. Kwa hivyo katika mstari wa kwanza yeye alijitanguliza, And in the second verse, you can see his goodwill towards us. na katika mstari wa pili unaona vile alivyo na mambo au mawazo mema kutuhusu sisi. The way he is wishing us good things. Jinsi anavyotutakia mambo mazuri. But now in verse 3, Lakini katika mstari wa 3, he says what? In verse 3. anasema nini kwa mstari wa 3? His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vifasavyo uzima na utawala. So Peter brings something else here. Petro analeta kitu kingine mahali hapa. That we have everything we need for life and godliness. Tuna kila kitu tunachohitaji kwa ajili ya uzima na utawala. We have everything we need. Tuna kila kitu tunahitaji. His divine power works in us Nguvu zake za kiungu zinafanya kazi ndani mwetu, to bring about the will of God in our lives. kuleta mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. His divine power works in us Zile nguvu zake za kiungu zinafanya kazi ndani mwetu, to make things beautiful in his time. kufanya mambo yote yakawe ya kupendeza kwa wakati upasavyo. His divine power works in us Nguvu zake za kiungu zinafanya kazi ndani mwetu, so that we can say together with the Romans, ili tukaweza kusema pamoja na Warumi, everything happens for the good of those who love the Lord. vyote vinatendeka kwa wema kwa wale ambao wanampenda Mungu. From this verse, we can conclude and say there is a divine power that works in believers. Kutokana na mstari huu tunaweza kamilia tukisema kuna nguvu za kiungu ambazo zinafanya kazi katika waumini. There is a power. Kuna nguvu. There is a power that works in us. Kuna nguvu ambazo zinafanya kazi ndani mwetu. Peter writes and said, we are protected by faith by the power of God. Petro anaandika anasema tunalindwa kwa imani kutoka kwa nguvu za Mungu. Some of us, we live with confidence Wengine wetu tunaishi katika ujasiri because we have knowledge kwa sababu tuna ufahamu that we are protected by faith by the power of God. ya kwamba tunalindwa kwa imani kupitia nguvu za Mungu. Paul writes in another place and says, Paulo anaandika mahali pengine anasema, I want to know the power of his resurrection. ninataka nikajue nguvu katika kufufuliwa kwake. There is a power that comes from God. Kuna nguvu zinazotokana na Mungu. And that power is available for you. Na hizo nguvu zinapatikana kwa ajili yako. His divine power has given us everything we need for life and godliness. Nguvu zake za uungu zimetupa kila kitu tunachohitaji kwa ajili ya uungu na utawala. And this power is demonstrated in different scenarios. Na nguvu hizi zinaonekana katika matukio tofauti tofauti. There was a lady who was bleeding for over 12 years. Kuna mwanamke alikuwa anavuja damu kwa miaka 12. She had faith in Jesus Christ. Alikuwa na imani ndani ya Yesu Kristo. She touched the hem of the garment of Jesus Christ. Akaguza pinde la vazi la Yesu Kristo. She was healed. Alipata kuponywa. That was his power. Hiyo ilikuwa nguvu zake. Lazarus was dead. Lazaro alikuwa amekufa. Day 1, day 2, day 3, day 4.
siku ya kwanza, ya pili, ya tatu na hata ya nne. Day 4 he was rotting. Siku ya nne alikuwa ameanza kuoza. That power got him from the dead, from heads. Na kwa hizo nguvu zikamvuta kutoka mauti. He resurrected. Akaweza kufufuka. Sarah's body and Abraham's body was dead. Ile mwili ya Abrahamu na ile mwili wa Sara ulikuwa umekufa. That power came and they got a son. Hizo nguvu zilikuja nao wakapokea mwana. When Elijah was on the mountain, wakati Elijah alikuwa kule mlimani, and King Ahab sent soldiers, na ule mfalme Ahabu akatuma wale maaskari, the power was demonstrated by fire, nguvu zilionekana kutokana na moto, which consumed so many of the soldiers, ambao uliweza kuwateketeza na kuwamaliza askari. Elisha was sleeping in a city, in a town. Elisha alikuwa amelala katika mji. He was surrounded by soldiers. Alikuwa amezingirwa na askari. And he said, Lord, na akasema, Bwana, blind them. wafanye vipofu. That power was possible, was available for him. Hiyo nguvu iliweza kupatikana kwa ajili yake. Solomon was a wise man. Suleimani alikuwa ni mtu mwenye hekima. That was still the divine power. Lakini bado ilikuwa nguvu za kiungu. That power is still with us today. Hizo nguvu bado ziko nasi hata siku ya leo. If you believe in Jesus Christ, ikiwa unamwamini Yesu Kristo, if you have the knowledge of his word, ikiwa una ufahamu wa neno lake, if you have the knowledge, a relational knowledge of Jesus Christ, ikiwa una ile ufahamu na uhusiano wa Yesu Kristo, Peter is reminding that power is there, it is present, it is able to give you what you need for life and godliness. Petro anatukumbusha kwamba nguvu hizi ziko hapa na zinapatikana, zinaweza kupatia kile unataka na uungu. Now, let me give an example for you to understand. Wacha nikatoe mfano ili ukaweze kunielewa. Some of you buy smartphones. Wengi wenu mnanunua simu za kisasa. And in the smartphones, there are certain applications you can use for many, to ease in your life. Na katika hizo simu za kisasa kuna teknolojia mingi unaweza tumia kufanya maisha yako yakawa mepesi. We have the Bluetooth and other sharing applications. Kuna ile Bluetooth na ingine ambayo unaweza kutumia kuwasiliana. Nowadays with a phone, you can take a photo, scan it, turn it into a PDF and send it. Siku hizi kupitia simu ya kisasa unaweza kachukua ukapiga mtu picha, ukaigeuza kuwa ile ujumbe na ukaweza kumtumia mtu. Some of you, your phones, wengine wenu simu zenu, your phones can do wonders. Naweza fanya mambo ya ajabu. But you're not aware. Sisi hatujui. The other day I went to a burial. Siku nyingine nilienda katika mazishi. And the road to where the grave was very narrow, so all the cars were parked in that place. Mahali walikuwa wanaenda kuzika kwenye kaburi, barabara ilikuwa nyembamba, kwa hivyo magari yakawa yameegezwa kando. After the burial, we all want to get out and go because showers were coming. Na baada ya mazishi sisi wote tulitaka kuondoka twende, maana kuna manyunyu au mvua ilikuwa inakuja. But for us to go, the first car must start moving. Ili sisi tukaweza kwenda, lazima lile gari la kwanza lianze kwenda. And it was not moving. Na haiku inaenda. And I got out of my car, I went to see this person. Na nikaondoka kwenye gari langu nikaenda kumwona mtu huyu. He had a very big 4-wheel drive car. Alikuwa na gari ambayo ni la dhamani sana. And it was sliding. Na ilikuwa inateleza. And I showed him. Na nikamweleza, if you touch that button and that one, you'll move out so smoothly. Kaweze kuguza hapa na hapa na utaweza kwenda vizuri sana. He was not aware. Yeye hakuwa na ufahamu. He did what I told him to do. Alifanya kile nilimwelekeza afanye. Because you can see this is a vehicle, it has high gear, low gear. He does not know when to use it. Anaona hili ni gari iko na gia ya juu na gia ya chini, lakini hajui ni wakati gani wa kuitumia. Now, you may not be aware that you have tools before the Lord that you can use in your life. Unaweza kuwa kukosa kujua una zile vifaa ambayo unafaa kutumia katika maisha yako. His divine power has given us everything we need for life and godliness. Zile nguvu zake za kiungu zimetupa kila kitu tunayohitaji kwa maisha na utawa. Meaning you are complete. Kumaanisha wewe umekamilika. But you go around looking
for ways to solve your issues, yet you're complete. Unaenda hapa na pale ukitafuta njia za kusuluhisha mambo yako. Peter Ukijua says, umekamilika. Peter says, our faith is as precious as their faith. Petro anasema imani yetu ni ya dhamani kama imani yao. Why are you going around looking for another faith? Kwa nini unatembea huku na kule ukitafuta imani nyingine? Why have you moved from one pastor to another apostle to another prophet and things are not changing? Kwa nini unatoka kwa mchungaji huyu kaenda kwa mtume huyu kaenda kwa nabii huyu na mambo hayabadiliki? You are shifting from churches to churches. Umetembea kutoka kanisa moja hadi lingine. And you have only one thing to do. Una jambo moja tu la kufanya. You blame everybody. Unalaumu kila mtu. Are you aware that there is a divine power? Je, unajua ya kwamba kuna nguvu za kiungu That is available for us? ambayo inapatikana kwetu, That gives us everything we need for life and godliness. ambayo inatupa kila kitu tunahitaji kwa ajili ya maisha na utawala. And again, Peter repeats the same thing. Through our knowledge of him who called us. Na pia Petro anarudia kitu kile kupitia kumjua yeye aliyetuita. That means if I know Jesus Christ, Inamaanisha ikiwa namjua Yesu Kristo, I am able to access this power. ninaweza pata hizi nguvu. Do not know me and then you think you can access the power. Huwezi unijue mimi alafu unafikiri utapata zile nguvu. Your knowledge of him who called you, that is the key to access the power. Ufahamu wako kuhusu yeye aliyekuita ndio ufunguo wa kupata nguvu hizo. It is God who works everything for our good. Ni Mungu anayetenda mambo yetu yote mazuri kwa ajili yetu. This divine power helps us to live a godly life. Hizi nguvu za kiungu zinatusaidia kuishi maisha ya kiungu. And in the end we'll receive eternal life. Na mwishowe tutaweza kupokea uzima wa milele. And godliness is the way to that eternal life. Na uungu na utawa ndio njia ya kupata hiyo uzima wa milele. What was essentially necessary for present life, food and raiment, all that we have through his divine power. Vile ambavyo tuliviona vya muhimu kwa maisha ya sasa, chakula na kila kitu tuko nayo kupitia nguvu zake. But I ask myself, lakini ninajiuliza mimi, we have this precious faith. Tuna hii imani ya dhamani. Peter is wishing for us grace and peace in abundance. Petro anatutakia sisi neema na amani kwa utele. Yeah, the divine power is available for us. Ndiyo, nguvu za kiungu zinapatikana kwetu. Why then our lives are not changing? Kwa nini basi maisha yetu hayabadiliki? Why is your life and my life not changing? Kwa nini maisha yako na yangu hayabadiliki? The biggest reason, number one, is you lack faith. You don't believe in his word. Sababu ya kwanza kubwa ni kwa sababu unakosa imani, hauamini neno lake. Do you believe in Jesus Christ? Je, unamwamini Yesu Kristo? Do you believe in his word? Je, unaamini neno lake? His divine power comes through the knowledge of God. Nguvu zake za kiungu ambazo zinakuja kupitia ufahamu kumjua Mungu. One way that shows you care is that you read his word to get to know him. Jambo moja ambayo inaonyesha unajali ni kupitia wewe kusoma neno lake kutaka kumjua. Because as we interact with the scripture, then we have the mind of Christ. Kwa sababu jinsi tunaendelea kuwa na uhusiano na maandiko, ndivyo tunaendelea kujenga uhusiano wetu na Yesu Kristo. If I engage you in a conversation, nikikuhusisha katika mazungumzo, then I can know what you're thinking. Basi nitaweza kujua wewe unafikiria I nini. can know what you're feeling. Ninaweza jua jinsi unavyohisi. I can know your plans. Ninaweza jua mipango yako. I can know what you like and what you don't like. Ninaweza jua unachopenda na usichopenda. And this makes my relationship with you better because I'll know what to avoid and what not to avoid. Na inaboresha uhusiano wangu na wewe kwa sababu ninajua nini cha kuepuka na nini cha kutoepuka. But if I don't read your word, lakini nisiposoma neno lako, then it means I don't take it to heart. Inamaanisha mimi sijaatilia maanani au moyoni. I don't believe it. Siamini. I doubt it. Nina hofu naye. Then that power cannot work in you. Kwa hivyo hizo nguvu haziwezi tenda kazi ndani mwako. Some of us, we are full of the fear of failure. Wengine wetu tumejaa hofu ya kushindwa. Now, did you know that the projects you get into, je, wajua huo mradi ambao unaingiza,
The divine power is available for you. Nguvu za kiungu zinapatikana kwa ajili yako. Do you bring Jesus in? Je, unamleta Yesu ndani ya huo Do you mradi? let God be in the project you're doing? Je, unamwacha Mungu akakuwa ndani ya huo mradi unaotekeleza? Do you believe in his power? Je, unaamini katika nguvu zake? Do you believe he's able to change things? Je, unaamini ana uwezo wa kubadilisha mambo? Do you believe he's able to give you wisdom to do things that you are not able to do? Je, unajua ya kwamba anaweza akakupa hekima ya kutenda mambo usiyoweza kutenda? Do you believe that the Holy Spirit is able to quicken your mind to see things you've never seen before? Unajua kwamba Roho Mtakatifu anaweza fanya akili zako zikawa nyepesi ukaona mambo ambayo hungeweza kuona awali. But you allow fear to come in. You allow fear to come in. Lakini unaruhusu hofu ikaweza kukuingia. When fear comes in your heart, yes, faith gets out through the window. Na wakati hofu inakuingia, imani inatoka kwenye dirisha lile na kuondoka. And fear is very good with the mind. Na hofu inakuwa inafanya kazi vizuri na nia ama akili. So if fear comes into your thoughts, kwa hivyo hofu ikiingia katika fikra zako, your emotions follow. Hisia zako zinafuata. And therefore you cannot. Kwa hivyo hauwezi. It paralyzes you. Inakufanya unakuwa dhaifu sana. And prevents the power of God to work in you. Inazuia nguvu za Mungu kufanya kazi ndani mwako. Number 2. Ya pili, you don't believe in yourself. Unakosa kujiamini wewe mwenyewe. You know, in the morning my sons were arguing in the car. Unajua asubuhi watoto wangu walikuwa nabishana kwenye gari. So one of my sons is telling the other one, you need to start lifting weights. Mmoja wa watoto wangu akaanza kuambia mwingine nafaa uanze kuinua uzito. Weights. Go to the gym and lift weights. Nafaa uanze kuinua vitu vizito, uinue uzito. Because apparently he said he thinks it's 50 kgs only. Anamwambia mwingine nadhania wewe ni kilo kama 50 hivi peke yake. And when you look at both of them, they look like mosquitoes and they're arguing. Now, kiangalia wote wanakaa kama mbu na wanabishana. the other one tells him, I will not go and lift weights. Mwingine akaambia mwingine mimi sitaenda kuinua hiyo vitu vizito. Then I told them, you start by running. You start by running. Mimi nikamwambia anzeni kwa kukimbia. He said, by running I will lose more weight. Wakasema nikikimbia nitapoteza kilo zaidi. They don't know that if you're underweight, you start exercising, the weight go up. And if you're overweight, you start exercising, the weight go down. There's a middle place you meet. Wanajua kwamba ukiwa uko na uzito mdogo, ukianza kukimbia inaongezeka, na ukiwa na kilo mingi ukianza kukimbia inapungua, kuna mahali unakutania. And they are trying to eat. Wanajaribu kula. They are eating, the way they are eating, hey my goodness. You have teenagers in your house. Na wanajaribu kukula, wanakula na kuambia jinsi wanavyokula. Je, unawanarika kwa nyumba yako? Parents with teenagers in the house. Wazazi na wanarika kwa nyumba zao. Tell me, how do they eat? Nieleze. One person, one loaf. You know what I'm talking about. Mtu mmoja mkate mmoja. Je, unajua kile naongelea kuhusu? We are hoping they will increase. Ukiwa na tumaini ya kwamba wataongezeka. But I was sensing self-doubt. Lakini nilikuwa nina shauku fulani. You don't believe you are capable. Ya kwamba hawaamini inawezekana. You don't believe you deserve success. Hawaamini ya kwamba unastahili ile ufanisi. You speak negatively about yourself. Unaongea kinyume kujihusu wewe binafsi. Every time when everybody is saying what is possible, you are saying haiwezekani, I will make it. Kila wakati kila mmoja anaposema yale yanawezekana, wewe unasema tu haiwezekani. What is it? Nini? Lack of self-belief. Ni kukosa kujiamini. Some of you. Wengine wenu. Number 3 is procrastination. La tatu ni kuweza procrastinate. I'll do tomorrow. Ni kuweza kupeleka kuahirisha mambo. Thank you. You're supposed to do it now. We'll do it tomorrow. Ni unaahirisha mambo, unafaa utende leo, unasema nitatenda kesho. And I've seen some people, they say, this week I want to seek the Lord, I want to read the Bible and fast. Anasema juma hili ninataka kumtafuta Mungu, nisome Biblia na nifunge. When the morning comes, asubuhi inapofika, I'll do tomorrow. Tafanya kesho. The tomorrow comes, I'll do tomorrow. Kesho inakuja tena anasema kesho. How many of you have been saying, I will exercise? Wangapi wenu wamekuwa wakisema nitafanya mazoezi? You put a date.
Unaweka tarehe. The day comes. Siku inafika. That morning, asubuhi hiyo, you're supposed to wake up at 5 or maybe 4 to prepare and go running. Unafaa uamuke saa 10 ama saa 11 ujitayarishe uende kimbia. You lift up one leg out of the bed. Unatoa mguu mmoja kitandani. You return it. Unairegesha. Something tells you, no, I have to do this. You remove the leg again. Kitu inakwambia hapana, lazima ufanye hilo, unatoa mguu. You remove the second leg. Natoa ya pili. Both the legs back to the bed and then you turn to the wall. Unarudisha hiyo miguu yote alafu unageukia ukuta. You've been trying to say, I will stop eating. Unaanza kujaribu kusema mimi nitawacha kukula. This stomach of mine and these handles are so, no, these are must cut this way. Hii tumba yangu na hii hali ya kunona lazima nikate hii kilo. You start serving rice. Unaanza kuweka mchele. You put beans. Unaongeza maharagwe. I'm ignoring the meat and the fats. Sitaguza nyama na yale mafuta. You put the vegetables. Unaeka zile mboga. And then you say, a little bit of matumbo does not spoil anything. Unasema matumbo kidogo haitaharibu. And then the plate is back where it was, Mount Kenya. Alafu ile sahani narudi mahali ilikuwa, Mlima Kenya. You clear it. Unaimaliza yote. And the day you make up your mind, I'm not going to eat a lot of food, that is the time you have appetite to eat a lot of food. Na ile siku nasema sitakula chakula kupendukia, hiyo ndio siku nakula chakula kingi. Then you say, it's okay, I'll do it tomorrow. Nasema ni sawa, nitajaribu kesho. I'll do it tomorrow. Nitafanya kesho. Tomorrow I'll do it again tomorrow. Kesho nitafanya tena kesho nyingine. At the end of the year, mwisho wa mwaka, you are planning to cut 10 kgs. Ulikuwa unapanga kukata kilo kama 10 from the 80 kilos you have. Kutoka kwa zile kilo 80 ulizonazo. At the end of the year, mwisho wa mwaka, there is interest. Kuna faida, ongezeko. 90 kgs. Una kilo 90. Procrastination. Kuweza kuahirisha. You have the power and ability to overcome procrastination. Una nguvu na uwezo waweza kushinda ile hali ya kuahirisha. His divine power is able to help you. Hizi nguvu za uungu zina uwezo ya kusaidia. One friend of mine told me, I want to start a business. Mmoja wa rafiki zangu aliniambia nataka kuanzisha biashara. She's a chemist. What do you call people who run chemists? Anahusika na katika duka la kuuza dawa. And she's been telling me she's going to start business. Anaambia ninataka kuanzisha biashara. Currently she's employed. Sasa hivi yeye ameajiriwa. But she tells me, I cannot start a chemistry of this caliber. Anasema siwezi anza duka la kuuza dawa la aina hii. She's employed there. Yeye ameandikwa hapo. But she wants to start a better chemist than where she works. Anataka kuanzisha duka la dawa lililo bora zaidi kuliko pale anapofanya kazi. That is called perfectionism. Na hiyo inaitwa kufanya mambo bora zaidi. You always think it has to be perfect. Unafikiria inafaa kuwa tu bora. I want to marry a perfect girl. Nataka kuoa mke aliye bora zaidi. I want to be married by tall, dark, handsome, slim man. Nataka kuolewa na mwanaume aliye mrefu, aliye mtanashati, aliye mzuri. You know, apart from Asava here, who else? Who is tall and dark and handsome? Who else? Look at us. We are the ones available here. Tutazame, sisi ndio tunapatikana hapa. If this is not there, we have kipara here. Kama hiyo haiko hapo, kuna kipara hapa. Oh, I can see another tall, dark and handsome. I think he climbed up for me to see him. Ninaweza ona mwingine mrefu mweusi mtanashati alipanda ili niweze kumuona. He thought it's not Asava alone, there's another one. Alidhani si Asava peke yake, kuna mwingine. Now perfectionism. Kuweza kutaka kuboresha zaidi. You only want perfect. Unataka kuboresha zaidi na zaidi. And you? Na wewe? Are you perfect? Je, uko bora? I want to marry a very healthy man. Are you healthy? Nataka kuolewa na mtu mwenye afya. Je, wewe una afya? You're coughing.
And you want a very healthy man. Unakohoa na wewe unataka mtu mwenye afya. And then you say, I want a healthy man so that you can bear healthy children. You first be healthy. Perfectionism. Nataka mwanaume mwenye afya tukaweza kuzaa watoto wenye afya. Kwanza wewe kuwa na afya. I want someone who prays for 4 hours. Are you able to pray for half an hour? You? Nataka mtu anayeomba kwa masaa 4. Je, wewe unaweza omba kwa nusu lisaa? I don't want someone who always grieves my heart. Do you grieve other people's hearts? Sitaki mtu ambaye anakwaza moyo wangu kila saa. Je, wewe unakwaza moyo wa watu kila saa? Common sense says, mawazo ya kawaida, fikra za kawaida nasema, start where you are. Anzia mahali ulipo. With what you have. Kile ulichonacho. Doing what you can. Ukifanya kile ambacho unaweza. Let me repeat again. Wacha nikarejelee. Because you're looking perfection, perfect, nothing. Things are improved to become perfect. Mambo yanatengenezwa ili yakafanyike bora. You ask our wives. Uliza wake wetu. You know, today I look elegant. I know that, you don't need to tell me. I look elegant. Najua saa hizi ninaonekana vizuri. Take my photos before I got married. Kachukue picha zangu kabla sijaolewa. A chameleon will land on me to be confused to change into what color because I was colorful. Nilikuwa ninaweza valia rangi mingi kwa sababu sikujua nifanyeje. And Pastor Shalin says in our family we like bright colors. I'm a Kamba. What do you expect? Na mchungaji Shalina anasema kwa familia yetu tunapenda zile rangi zinang'aa sana. Anasema mimi ni Mkamba. In the morning I had chosen a different tie from this. Asubuhi nilikuwa nimechagua tie tofauti na hii. Very bright tie. Ambayo inang'aa sana. Without warning it was taken and thrown away and I was given another one. Bila tahadhari ilichukuliwa ikatupwa huko na nikapewa nyingine. What am I trying to say? Ninajaribu kusema nini? This perfectionism business. Hii biashara ya kufanyika bora zaidi. Is keeping you away from the promises of God. Inakuweka mbali na ahadi za Mungu. Because you don't think that things can be better. Kwa sababu haufikiria kwamba mambo yanaweza fanyika bora. When you came to Christ. Wakati ulikuja kwa Kristo. You know the way you are. Unajua jinsi ulivyokuwa. You are a sinner. Ulikuwa mwimbaji. You are a sinner. Ulikuwa mwenye dhambi. You knew the way your life was dirty. Ulijua jinsi maisha yako yalikuwa machafu. And you got saved. Ukaokoka. You didn't change immediately. Haukubadilika hapo kwa hapo. Some of you are still smoking but coming to church. Wengine wetu bado mlikuwa mnavuta sigara na bado mkaja kanisani. But you began to feel guilty. Unaanza kuhukumika. You had bad habits. Ulikuwa na tabia ambazo si nzuri. But you never stopped coming for the fellowship. Lakini hukukosa kuja kwa ushirika. And Christ began to clean you up. Na Yesu akaanza kukusafisha. Now you are where you are. Sasa uko mahali. You can stand and say, I am a righteous of the Lord. Unaweza simama na kusema mimi ni mwenye haki wa Bwana. But perfectionism? Lakini kuboreshwa? Where did this perfectionism come from? Hii kutaka kuboreshwa zaidi inatoka wapi? Where? Wapi? Let me speak the 2 last ones and then I finished. The other one is you have a fixed mindset. Una akili iliyowekwa iliyo mahali fulani tu. You have a fixed mindset. Una akili ambazo huwezi badilisha. The divine power is available for you. Nguvu za utawa zinapatikana kwako. But what do you say? Lakini unasema nini? I am a Kamba. Mimi ni Mkamba. I am prestigious and traditional. Mimi nina dhamani na mimi ni wa kutumia tamaduni. I am Mkamba Kibindio. Hey. So what are you telling us? Unatuambia nini? You have a mind that does not change. Una akili ambazo haziwezi badilika. The Bible says, do not be conformed to the ways, the patterns of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Maandiko yanasema msiweze kufuata njia za ulimwengu huu, lakini mkaweze badilishwa nia zenu. In my home area, we have mbaazi. Kwa kule nyumbani kuna mbaazi. When they are green, we cook. I mean, we make, we use them. We just boil. Anyway, we boil them. Whether they are raw or they are dry. Wakati bado ziko mbichi au zimekauka tunachemsha. But we came to Mombasa. Lakini tulikuja Mombasa. The Coastarians have known a way to take mbaazi combined with
coconut and then eat them with mahamri. Huku pwani wamejua jinsi ya kuchukua hizo mbaazi wakachanganya na nazi na kukula na pamoja na mahamri. When I come here, I cannot eat this way. In our place, we eat it this way. Nilipokuja hapa nilisema sili hii, maana kule kwetu hatunakula hivi. In the Ukambani, we boil. We only boil. Kule Ukambani tunachemsha tu. And then we can kanga them and then we eat them. Kisha tunaweza karanga na tukaweza kukula. But I knew I have to change my mind. Lakini nikajua lazima nibadilishe mawazo yangu. Let me test. Wacha nikaonje. I tested. Nikaonja. It was very nice. Kakuwa nzuri sana. Oh, then I knew coconut, mbaazi plus mahamri plus tea, good breakfast. Nikajua mbaazi ukichanganya na nazi na chai ni kiamsha kinywa kizuri sana. Some of us were used by last night ugali and black tea. Na wengine wetu tumezoea kiporo cha jana. Fixed mind is dangerous. Mawazo yaliyo pale pale ni hatari sana. Conform to the patterns of the Lord. Weza kuambatanisha na mifumo ya Mungu. Agree with the Lord. Kubaliana na mifumo za There is divine power can work in you. Basi hizi nguvu za kiungu zinaweza tenda kazi ndani mwako. And the last one is a comfort zone. Na la mwisho ni na kukaa mahali pa kustarehe au kuhisi uko sawa. You are working so hard, you arrived to a certain level. Ulikuwa unafanya kazi kwa bidii ukafika kiwango fulani. And then you say, that's enough, let me rest. Ukasema hiyo imetosha, wacha nipumzike. Some of us who went to second, after we finished Form 4, we threw the books away because this studying was too much. We threw the books away. Wengine wetu tulioenda shule za upili baada ya kufika kidato cha 4 tukimaliza tulirusha vitabu mbali. Tukasema nimesoma sana. Then we couldn't go to Form 5 and 6. Na hatukuenda kidato cha 5 na cha 6. Then we said, if there's no fees, let's go and look for a job. Ukasema basi kama hakuna karo twende tafute kazi. Then we came to look for a job. Tukakuja kutafuta kazi. But in my heart I wanted to improve myself. Lakini katika moyo wangu nilitaka kufanya maisha yangu bora. The guys we got the first employment with, they got married, they did a lot of stuff. Me, I took myself back to school. Wale ambao tulipata ajira ya kwanza nao walioa wakafanya mambo mengine, mimi nikarejea shuleni. And even today, na hata leo I am learning. Bado najifundisha. Because it is called continuous learning. Maana inajiita mafundisho au kusoma kwa kuendelea. If you live for today, ukiishi kwa ajili ya leo, you'll find yourself in yesterday. Utajipata katika jana yako. If you live in the future, ukiishi katika maisha ya kesho, you'll always be a step ahead. Utakuwa hatua moja mbele. Where are you right now? Je, uko wapi sasa hivi? In your comfort zone. Katika mahali pako pa kustarehe. You love your comfort so much you cannot do anything else to improve yourself. Unapenda mahali unajihisi vizuri, haufanyi kitu chochote ili kujiboresha. I have that salary is enough, the house is enough, that is enough, I don't want anything more. Hiyo nyumba, mshahara iko sawa, nyumba iko sawa, sitaki zaidi. What happens with you, you start getting into the past. Kilichofanyika kwako, umeanza kurudia mambo ya kitambo ya and the divine power that will not work in you. Na hizo nguvu za kiungu hazitafanya kazi ndani mwako. As I finish, ninapokamilisha, I said, Peter is speaking to us. Petro ananena nasi. We can see his humbleness. Tunaweza ona unyenyekevu wake. We can also see that he's stuck in his calling. Tumeona kwamba pia amekwama tu katika huo mto. That he was changed from Simon, unreliable, a wavering person, to be the rock, Peter. Alibadilishwa kutoka kwa Simoni, mtu ambaye alikuwa hawezi tegemewa, akafanyika Petro, mwamba. He is also an apostle. Yeye pia ni mtume. And he is sure of his calling. Na yuko na hakikisho ya mwito wake. And then he has good wish for us. Na ana matamanio au matarajio mazuri kwa ajili yetu. That the grace and peace be abundant in our lives. Ya kwamba neema na amani ikakue katika utele kwa maisha yetu. And what he wants us to take home is this. Na kile ambacho anataka tuchukue ni hiki. The knowledge of our Lord Savior. Ufahamu kumuhusu Bwana wetu Mwokozi. So the grace and the peace to abound and his divine power to work in us depends on our knowledge
of our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo neema na amani kuwa katika utele na nguvu zake za kiungu kufanya kazi ndani mwetu inategemea ufahamu wetu kumhusu yeye. And I've said this knowledge is not intellectual. Na nasema ufahamu hii si hautokani na akili zako. You can tell us about Obama. Unaweza kutueleza kuhusu Obama. You can tell us about great players of football. Unaweza kutuambia kuhusu wachezaji wakuu wa kandanda. That is only intellectual. Hiyo ni katika akili zako. God wants us to have knowledge of relational. We've been relating with Jesus Christ. We know him on a personal way. Mungu anataka tukakuwe na ile ufahamu ya uhusiano, tukamjue katika ubinafsi, tukamjue katika njia anazopatikana kwetu. As we know Christ personally and truthfully, then we begin to grow in him. Jinsi tunavyomjua Yesu katika ubinafsi na kumjua zaidi, hivyo ndivyo tunaendelea kukua ndani mwake. That is what Peter wants us to take home. Hicho ndicho Petro anataka tukajifundishe. And of course my question to you is this. Na swali langu kwako ni hili. Do you know this Jesus Christ? Je, wamjua huyu Yesu Kristo? Is he a Lord and Savior of your life? Je, yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Have you ever given him your life? Je, ushampa maisha yako? Who is he to you? Yeye ni nani kwako? And you who gave him his life, na wewe ambaye ulipeana maisha yako, where are you now? Uko wapi mahali siku ya leo? Do you still relate with him lively? Je, bado uko na uhusiano ulio mzuri na yeye? Do you connect with him in prayer, in his word, in fellowship? Je, unaweza kuunganika naye katika neno lake, katika maombi na katika ushirika? Do you still trust in him? Je, bado unamtumainia? Do you have faith in his power? Je, una imani katika nguvu zake? That he can still work wonders and miracles in you? Ya kwamba bado anaweza tenda maajabu na miujiza ndani mwako? Or you just carry his name in your mouth and your heart is far away? Ama wabeba tu neno lake kwa kinywa chako na moyo wako uko mbali na yeye? Where are you today? Uko wapi siku ya leo? If you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, kama humjui Yesu Kristo kama mkombozi na mwokozi wako, I can pray with you, I can help you today. Ninaweza omba na wewe, ninaweza kusaidia siku ya leo. And if you know you used to know this Jesus on another level, na ikiwa unajua uliweza kumjua huyu Yesu Kristo katika kiwango kingine, but you've gone back, lakini umerejea nyuma, you don't really trust in him, haumwamini sana, you don't involve him in your life, haumuhusishi katika maisha yako. You know, there's this poster Christians hang in their homes. Kuna hivi bandiko vya maandishi wa Kristo wanaweka nyumbani kwao. Christ is the head of this house. Kristo ndiye bwana wa nyumba hii. The silent listener to every conversation. Msikilizaji ambaye ako kimya kwa kila mazungumzo. The unseen guest in every meal. Mgeni ambaye haonekani katika kila mlo. Maybe that is what Jesus is. Labda hiyo ndiyo Kristo alivyo kwako. He's not your Lord, he's just the head. Yeye si bwana wako, yeye ni kichwa tu. He's a silent listener to the things you're speaking, whether they are good or bad. He's not allowed to speak, he only listens. Yeye ni msikilizaji anayebakia kimya kwa mambo unatenda na kuongea. Yeye hana ruhusa ya kuongea, anasikiliza tu. And in your life, he's unseen. Na katika maisha yako haonekani. The unseen guest. Mgeni asiyeonekana. First, he's a guest. Kwanza ni mgeni. He has no authority to say anything. Hana mamlaka ya kusema chochote. So in your life, he's a guest. Kwa hivyo katika maisha yako yeye ni mgeni. And he's not authorized to say anything. Na hana mamlaka ya kusema kitu chochote. If you come to my house as a guest, ukija kwa nyumba yako kama mgeni, every time you're asking, kila wakati unauliza, where is the toilet? Choo kiko wapi? Can I have water? Je, ninaweza pata maji? Can I switch on the TV? Je, ninaweza nikawasha runinga? That is a guest. Huyo ni mgeni. But come to my house and see what my sons do. Lakini kuja katika nyumba yangu uone jinsi watoto wangu wanafanya. They will run to the toilet, they flush it, they go to the kitchen, take something and eat. When they are eating, they don't even carry a plate. They are chewing while you are switching the TV because that is their home. Kuja nyumbani kwangu uone wanaenda chooni, wanaenda jikoni kuchukua chakula, bado hawabebi sahani wakuja na kuwasha runinga kwa sababu ni nyumbani kwao. When you say Jesus is the guest, then we know he has nothing to say in your life. Unaposema Yesu ni mgeni, tunajua hana usemi katika maisha yako. I want us to have a moment of prayer.
Nataka tukue na nafasi ya maombi. And I want you to respond to this message. Nataka ukaitikie ujumbe huu. Tell the Lord to help you. Mwambie Bwana akusaidie. That you need more of His grace and peace to abound in your life. Unahitaji zaidi ya neema yake na amani yake ikapatikane katika maisha yako. Ask Him for the divine power to start working in your life. Muulize kwa nguvu zake za nguungu zikaanza kufanya kazi katika maisha yako. He can change your defeat to victory. Anaweza badilisha kushindwa kwako kuwa ushindi. Confess your fear and lack of self-belief. Kakiri hofu yako na kukosa kuamini kwako. Ask Him to help you not to procrastinate anymore, but to do what you're supposed to do. Mwambie akusaidie usiahirishe tena, lakini utende kile ambacho unafaa kutenda. Ask Him to come and be involved in your mindset. Mwambie akaje akahusike katika fikra zako. Why? Kwa nini? Because you need to be renewed. Kwa sababu unafaa kufanywa upya. Pray for the desire to know Christ more. Omba kwa matamanio ya kumjua Kristo zaidi. I want us to stand up. Naomba tusimame. Hallelujah. Hallelujah. Tenzi. So if you're there and you want me to pray with you for anything, ikiwa uko mahali pale unataka nikaombe na wewe kwa jambo lolote, something you say that I need you to give me support in prayer, you can come forward. Kile ambacho unasema nataka unishike mkono katika maombi, naomba ukaje hapa mbele. You can come forward, we can pray with you. Ukija hapa mbele tunaweza kuomba na wewe. If you want to give your life to the Lord, you know you're a sinner, you've never given your life, and you want to give your life to the Lord Jesus, come, I will lead you to the prayer of salvation. Ikiwa haujaipeana maisha yako kwa Bwana, unasema mimi ni mwenye dhambi, nataka kupeana maisha yangu kwa Bwana, njoo nitakuongoza katika ombi la toba. As we sing this hymn, tunapoimba tenzi hii, then the others will be praying and asking Lord to help us. Wengine watakuwa wanaomba akiuliza Bwana atusaidie. Amen. Amen. Yeah.